kubwa sana ya kufanikiwa katika maisha yako. Siku zote mimi huwa nawaambia watu kitu kimoja: hakuna gumu linalokuja katika maisha yako kama haukupimwa kuweza kulifanya. Hiyo ni kanuni ya mafanikio ambayo huwa haisemi uongo. Nitaanza kwa statement yangu inayosema hivi: hapo hapo ulipo sema hivi: mimi ni bilionea, mimi ni bilionea, mimi ni bilionea. Mafanikio siku zote huwa yanaitwa katika alama za kufikia kwamba wewe unahitaji kuyapata mafanikio. Jamii za watu tunaoishi nao, jamii za watu tunaoshinda nao, jamii za watu tunaoshauriana nao, kwa bahati mbaya sana ni katika kundi la watu 97% ambao hawastahiki kuyapata mafanikio katika dunia. Leo nitaenda kukupa siri ambazo anazitumia yule ibilisi aliyefanya Adamu akatoka katika bustani ya enzi na kuendelea kufanya watu wengi kushindwa kuyapata mafanikio katika maisha yao. Mafanikio katika eneo lolote lile yana mbinu na siri za kiroho ambazo kama utazikosa, hayo mafanikio hautakuja kuyapata katika maisha yako. Kuna utakachokuwa unakitafuta, na hicho kwa upande wako kitakuwa ndiyo mafanikio yako uliyoyapata. Specialized knowledge. Unataka mafanikio. Je, una elimu ambayo imespecialize katika kupata mafanikio hayo unayoyataka? Unamuona daktari anayetoa meno, kazi yake ni kutoa meno, amespecialize katika taaluma ya kutoa jino. Inamchukua miaka 3 na miaka 3 tena kuweza kuwa specialized, kuweza kuwa mtaalamu katika eneo la kutoa jino tu. Miaka 6. Je, wewe ambaye unayataka mafanikio, eneo lako la kukufanya uweze kuwa na mafanikio, unajua kwamba linahitaji muda gani ili uweze kuwa mtu sahihi kufanikiwa eneo hilo? Kitendo cha kushindwa kujua ni muda gani wewe unastahiki kuutumia kujiandaa kuwa mtu anayestahiki kufanikiwa eneo hilo, hapo ndipo laana yako ya mafanikio inapoanzia. Watu wengi kwa kushindwa kulitambua hilo, na ni kwa sababu wamekuwa wamehadaika na vitimbi vya ibilisi shetani, kushindwa kuwatambua kwa kuwapa uwezo wa kimungu kufanya waweze kujua muda gani wanastahiki kuutumia ili kuwa watu sahihi katika eneo hilo waweze kuyapata mafanikio. Sikiliza nikwambie, wewe uliyeingia katika session hii, wewe ambaye kila siku unalengwa na machozi kwa kuangalia maisha yangu yatakuwa vizuri siku gani, wewe ambaye unapita katika jua alafu unasema hivi, Mungu, na mimi kuna siku nitakuja kuyapata mafanikio. Nikwambie hivi, hizo hisia unazozipata na hiyo hali unayoihisi, hiyo ni sauti ya kimungu ndani yako kwamba unastahili kufanikiwa. Hiyo ni mbegu ambayo itakufanya uweze kuwa specialized katika eneo la kufanikiwa. Ni watu wachache ambao kwa siku huwa wanapata hisia hizo, na hao ndio wenye kustahiki kufanikiwa. Personal experience or observation ni namna ambavyo unaona mambo kwa experience yako, alafu unajiuliza, hivi ndivyo yalivyo ama ndivyo ninavyopaswa kuyaona? Unaamka asubuhi unasema, leo nitafanya nini ili niweze kufanya jukumu langu, niingize pesa, nifanye kitu 1, 2, 3. Lakini unatumia experience yako, unaangalia, alafu unasema, hivi kweli mimi natoboa? Experience yako ulionayo katika eneo fulani inahitaji experience ya mtu mwingine kwenye eneo hilo ili uweze kuyapata mafanikio. Mafanikio yamejificha katika siri ya namna jinsi unavyoona mambo katika ukweli wake yanavyoonekana, na namna unavyochukua hatua kuyafanya mambo hayo yaweze kutokea katika kuonekana. Kwa mfano, mwanafunzi anataka kutengeneza maisha,
na anatakiwa katika ukweli wa mambo anavyoona aone kuwa ajira haipo mtaani. Akifanikiwa kuona kwa jicho la pili kwamba ninakaa chuoni miaka 3-4, alafu nitatoka chuoni nikiwa nimetumia milioni 6 za ada na sina ajira, hapo ndio jicho la experience linaweza kumpa uwezo wa kuona kwamba kweli mimi nitafanikiwa na ilhali chuoni nikimaliza siwezi kupata pesa. Jicho hilo litakapoona, hapo Mwenyezi Mungu mtu huyu anamletea kocha au anamletea muongoza njia atakayeweza kumpa mafanikio. Kuna statement moja aliwahi kuulizwa mtu mkubwa sana katika mafanikio, na hii ni katika kitabu kinachoitwa The 1000 Acres of Diamond. Huyu jamaa alikuwa anatafuta mafanikio, akapukunyika sana kuyatafuta mafanikio magharibi na mashariki mwa dunia. Akaambiwa kuna shamba la dhahabu au shamba la diamond ambalo liko mahali almas. Huyu bwana akasema mimi nataka nielekezwe kwenye hilo shamba. Kabla ya kusikiliza maelekezo kutoka kwa mwongoza njia, akaenda nyumbani kwake akauza eneo lake kwa gharama ndogo sana. Akachukua nguo, akachukua mashoka, mapanga, akaondoka kuitafuta ardhi yenye diamond au almas. Baada ya mzunguko usiopungua miaka 5, anarudi katika lile eneo baada ya ramani yake kumuonyesha, akajikuta anarudi nyumbani. Kurudi nyumbani kwenye lile eneo aliloliuza, ndipo ramani yake ilipokuwa imeandika hapo ndipo kwenye dhahabu ama hapo ndipo kwenye almasi. Na kwa bahati nzuri zaidi ilikuwa ni nyuma tu ya mlango wake wa uwani wa kutokea, ndipo chini kulikuwa kuna almasi ambayo haijawahi kuvunwa katika dunia. Lakini sasa hakuwa na haki na hakuwa anastahiki kuweza kuzipata hizo diamond kwa sababu eneo hilo alikuwa ameshaliuza. Hili ni somo ambalo ninakupa na wewe. Inawezekana unazurura kila mahali kutafuta nini cha kufanya, kumbe katika mlango wako wa uwani ulipaswa ujitafute wewe unayepaswa kufanya vitu hivyo, na hiyo ikawa ndio dhahabu yako ama ndio almasi yako ya kuyapata mafanikio. Mafanikio sio kwenda mbio. Mafanikio ni kujiendea mbio mwenyewe kwa kujipa haki na sifa za kuweza kuyapata mafanikio ambayo wengi wanayatafuta na wewe utayapata. Eneo linalofuata nitakuuliza maswali, wewe mtafuta njia ambaye una kiu ya kufanikiwa kwenye maisha yako. Hapo hapo ulipo jiambie hivi, mimi leo ninajitanguliza kwako Mwenyezi Mungu, naomba uniongoze njia yangu, nayo shari, laana, mateso ya shetani ibilisi asiweze kushikana na mimi katika njia yangu ya mafanikio. Na mimi ninayo nafasi ya kukuombea wewe, Mwenyezi Mungu akuchunge na shetani huyo na uweze kuyapata mafanikio katika imani yako. Leo tunaenda kuandika historia mpya, na naamuru akili yako iweze kuhama katika uwezo wako wa kufikiria, uende uwezo wa pili wa kufikiria utakaoweza kuiona neema ya Mwenyezi Mungu aliyekupa ndani yako, na uache kulalamika kwa sababu huko ni kutafuta laana na hautayapata mafanikio. Sema amina. Je, umejiandaa kuyapata mafanikio unayoyataka? Na kuuliza tena, umejiandaa kuyapata mafanikio unayoyataka? Reconstruction of your philosophy. Ninataka uanze sasa hivi kuijenga upya akili yako ya mitazamo ya jinsi pesa inavyopatikana na jinsi mafanikio yanavyopatikana, na hii inaitwa reconstruction of your philosophy. Nataka leo utakapotoka kwenye kipindi hiki uelewe nini maana ya mafanikio na ni vitu gani vya msingi kufanikiwa. Swali la kwanza, what do you believe? Wewe unaamini nini? Swali la pili, where do you want to go? Wewe unataka kwenda wapi? Swali la tatu, what do you want to have? Wewe unataka kupata nini? Unachokiamini unapoenda na unachotaka kukipata. Hautaweza kuyapata mafanikio katika jina la Mwenyezi Mungu kama hauamini kwamba utafanikiwa. Watu wanakimbia kimbia tu, wako katika mbio za panya.
nataka kazi. Utachoshwa viungo hivyo, viungo vitakaangwa hivyo, najua utateseka. Usiseme hayo maneno, utapata laana ya Mungu. Sema hivi, ni jambo gani naweza kulifanya likaendesha maisha yangu? Sio natafuta kazi. Kazi zipo nyingi, lakini hazitakufanya ubadilishe maisha yako. Tafuta jambo la kufanya ndani yake likupe hiyo kazi ili ubadilishe maisha yako. Sasa je, unaamini? Haya, unapotaka kwenda, unaenda wapi? Na hiyo sehemu unayoenda utaenda mara ngapi kwa wiki? Utaenda mara ngapi kwa miaka? Utaingia kwenye mitego. Utaenda sehemu kwa miaka 40 na utamaliza ukawa umestafishwa, ukawa huna kitu ulichokiweka mkononi. Huo ni mtego huo. Lakini unachotaka kukipata huko unapoenda ni kitu gani? Mbona tunakuona unaenda mbio sana wewe? Mbona tunakuona unapambana sana? Kwani unataka nini? Unajua kuna maswali usipojiuliza unaweza kuwa na changamoto ya akili alafu ujijui. Kwani unataka nini? Hem, jiulize hapo sasa hivi. Sasa jiambie hivi, mimi nataka nini? Mimi nataka nini? Hem, jiulize wewe unataka nini? Unajua unachokitaka? Nikupe siri. Unachokitaka kinapaswa kuwa kimeandikwa. Kama unachokitaka hakijaandikwa, wewe hujui unachokitaka. Anza kuandika unavyovitaka, ndipo utapoanza kupata kibali cha kupata unavyovitaka. Haya yote niliyokuambia ni dream plus belief plus action equals to achievement. Na hii ni regulation. Ni lazima kila siku ujifunze vitu vyenye thamani ya kukufanya usogee kule unapopataka, na ni lazima kila siku uache mambo yasiyo na thamani yanayokuharibia uwezo wako wa kupata unachokitaka. What do you want to solve in the market? Wewe unataka kutatua tatizo gani ambalo Mungu anaweza kusema nikubariki ili upate hizo pesa? Shida gani unataka kuitatua? Ya mavazi, ya viatu. Hizo sio shida. Hayo ni mambo ya kawaida. Tafuta shida uzitatue. Watoto wengi wa kike wameingia katika mavazi, wanauza nguo. Kila mtoto wa kike unamkuta status na posti nguo na posti viatu. Hizo sio shida. Mavazi sio shida. Yaani mimi naweza nikakaa na nguo moja hata miaka 4 na wala hakuna shida. Kwa mfano, nina suruali ambazo nilizishona 2023 mpaka leo ninazivaa 2026 na ziko vizuri tu. Sijanunua tena nguo. Nina kiatu ambacho nimekibadilisha wiki iliyopita, nimekitembelea kwa muda wa miaka 2. Aya, wewe unaposti status za nguo na viatu umenipata. Miaka 3 ndio nije kununua kiatu kimoja. Hujafa njaa wewe. Sasa lazima ujue ni vitu gani vya msingi ambavyo unatakiwa ujifunze kuvitatua. Na siri iko hapa. Unavyovitatua venye kukupa thamani ni vitu ambavyo hawawezi kufanya watu wengi. That's why hivyo vitu ukivitatua kwa wingi vitakupa pesa nyingi ambayo unaitaka wewe kuipata kwenye maisha yako. Leo kuna mtu mmoja katengeneza pesa nyingi. Kuna Abedi, lakini kuna mtu mwingine anaitwa Abdalla. Abdalla ni champion, yupo kwenye timu. Leo alikuwa akapumzika zake nyumbani. Kuna mgonjwa alimhudumia muda sana. Yule mgonjwa akawa amepata supplement ambazo zilimsaidia kwenye changamoto fulani ya viungo. Baada ya kupata matokeo akamtafuta yule Abdalla. Akamwambia bwana, mimi nataka tena, kuna supplement ninazihitaji zile ambazo nilizikosa. Basi akafanikiwa kuonana naye, akachukua supplement zenye thamani ya 370,000. Mr. Abdalla akatengeneza 100,000 cash. 100,000 ndani ya kama lisali moja tu hivi au mawili. Dili ikawa imefungwa, 100,000 ikaingia. Sasa jiulize. Na leo Dr. Bedi katengeneza 100,000 na kitu plus, 120 plus. Ukiangalia hao watu wametafutwa na watu hawakuwatafuta na wamewapa wao pesa. Hem, jiulize. Hapa ulipo wewe, kuna mtu anaweza akakutafuta sasa hivi akakupa laki ya faida, akakwambia laki hii hapa tumia. Unao hao watu? Muone ile swali linapokuwa gumu. Na kuuliza hivyo kwa sababu gani? Usipokuwa na majibu ya kutafutwa, ukapewa thamani na mtu usiyemjua, wewe utapata tabu sana kufanikiwa kwenye maisha yako. Lazima ujifunze kuwa mtu sahihi anayetengeneza thamani
ambazo zinaweza zikamfanya mtu huyo kuweza kulipa gharama kwako pasina kumfatafata na kumsumbua. Huduma nyingi za watu zinazowafanya washindwe kupata mafanikio zinawafanya waende mbio kuwatafuta watu alafu walazimishe kupewa thamani. Tunakwenda katika upande wa pili wa sesheni yetu, na hichi ndio kitovu cha wewe kuwa hapa katika usiku wa leo. Tunachokifundisha katika system yetu sisi ya business culture ni kutengeneza jamii yenye utamaduni wa mafanikio kwa kuzijua mbinu, siri, hatua na mienendo inayoweza kumfanya kijana ama mtu anayetafuta mafanikio kuyapata. Ziko grupu nyingi sana watu wanafundishana vitu vingi, lakini ni grupu moja tu ya business culture ambapo utafundishwa utamaduni wa wewe kuwa nani ili uweze kufanikiwa. Mafanikio sio kutafuta vitu. Mafanikio ni kujitafuta wewe kuwa kitu kikubwa, kizito, chenye thamani, ambapo vitu vidogo vidogo vinaweza vikakufuata wewe ukavipata. Kwa nini watu wengi wanafeli na watu wengi wanafanikiwa? Yuko mmoja katika walimu wa michezo. Siku moja alikuwa anafundisha walimu wa michezo. Huyu jamaa alikuwa anafundisha platoon ya wanajeshi, alikuwa ni captain ambaye anafundisha vijana wake namna ya kufanya endurance katika mbio ndefu za kukimbia. Basi huyu mwalimu siku moja akawachukua wanafunzi wake, alafu akawaingiza katika mzunguko. Wanafunzi wawili akawaambia tembeeni katika spidi fulani, let's say speed namba 3. Alafu wanafunzi 30 akawaambia tembeeni katika spidi namba 10. Wawili namba 3, alafu wawili watembee spidi, watu waliobakia 30 watembee spidi namba 10. Mizunguko 20 ilifanyika. Automatically wale wanafunzi watatu katika mizunguko 20 walifanikiwa kumaliza wote, lakini wale wanafunzi 30 waliokwenda katika spidi 10 waliishia mizunguko 10, 12. Hakuna aliyefanikiwa kuvuka mizunguko 15. Mwisho mwalimu akawaweka katika platoon au katika sehemu ya kujifunzia katika kikao, alafu akawaambia wale ambao walikuwa wanakimbia spidi namba 3 wawili wawaambie wenzao ni kitu gani kilichowafanya waweze kumaliza mizunguko 20. Wakasema hivi: wakati tunaanza kukimbia akili zetu zilikubali kuwa kwa muda wa mazunguko kwa spidi namba 3 tutatumia mizunguko 20 ndani ya lisali moja ndio tutakapokuwa tumemaliza. Kwa hivyo tulipokuwa tunakimbia tulikuwa tunaangalia zaidi muda na sio mbio na spidi tunazokimbia. Kwa hiyo tulijifunza kubalance muda na umbali ambao tunaokimbia na hatimaye tukayapata mafanikio ya kumaliza mbio. Wakaulizwa wale wengine, ilikuwaje na nyinyi mkajikuta mmeishia njiani na mlikuwa na spidi kubwa kuliko wale wenye spidi namba 3? Wakasema hivi: tulikuwa tunashindana na spidi na tulisahau kuangalia muda kwa sababu hatukuliona hilo kama litakuwa na msingi zaidi ya spidi tulizoambiwa tukimbie. Nataka wewe ujifunze kitu hapa. Wewe upo katika spidi kutafuta kazi ama kufanya mambo ambayo unaona yanaweza kukuletea hela haraka haraka, ama upo katika mazingira ya kufanya vitu na mambo ambayo unaenda taratibu huku ukijua itakuchukua muda fulani ili kuweza kuyapata mafanikio unayoyataka na hatimaye ukiyapata umeyapata. Hili ni somo muhimu sana ambalo kama utashindwa kujua tofauti ya spidi na uvumilivu, maisha yako yatakuwa magumu sana ya mafanikio. Vijana na watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wako spidi zaidi kuliko kuangalia namna ya kujenga uvumilivu zaidi ili kuyapata yale wanayoyataka. Mtoto anazaliwa kwa kukaa kwenye tumbo la mama yake miezi 9. Je, wewe fikra zako zinazaliwa baada ya kukaa kwenye kichwa chako kwa muda wa miezi mingapi? Hilo ni swali la mantiki ngumu sana ambalo kama hautalipatia majibu utakuwa ni mtu unayekwenda mbio kwenye maisha alafu hujui thamani ya unachokiendea mbio ni shilingi ngapi
na kitakupa matokeo gani. Namaliza kwa mambo yangu matatu ambayo yasikilize sana kwa umakini ili upate faida ya kuwa katika hichi kipindi katika siku ya leo. Kitu cha kwanza kinaitwa naive. Maana yake ni lack of spirituality, upagazi. Upagazi maana yake ni kuikosa imani ya Mungu katika jambo unalolifanya. Ndani yake kuna mambo mawili: game plan. Game plan maana yake nini? Prayer is your daily element that can improve your success. Hakikisha una game plan mzuri ya kufanya ibada, kwa sababu ibada ni moja kati ya kitu muhimu kinachoongeza ubora wako wa mafanikio katika soko. Namba 2, mindset. Na hii inaitwa physiological laziness. Uwezo wako wa kufikiria mambo na namna ambavyo kichwa chako kinafikiria. Usije ukajichanganya ukapata kitu kinachoitwa physical laziness, uchovu wa kimwili. Maana yake ni kuchoka akili pamoja na kuchoka viungo. Namba 3, performance physiological based. Namna ambavyo una mitazamo ya jinsi unavyoyafanya mambo yako katika mifumo yako ya kufikiria kisaikolojia. Kivipi? Kuna mambo mawili. Hii inaitwa philosophy, rest on necessity and not as an objection. Philosophy ya kupumzika inapobidi na si kupumzika kama sababu. Philosophy ya kuingia na kufanya mambo kwa sababu inakubidi na si kwa sababu una sababu. Haya mambo matatu niliyokuambia yana uwezo wa kubadilisha uwezo wako wa mafanikio, lakini lazima ujiulize, wewe unataka kutatua changamoto gani kwenye jamii ambayo itakupa thamani ya pesa unayotaka kulipwa, ambayo watu wengine hawataweza kulipwa isipokuwa utalipwa wewe tu. Mafanikio ya mtu yanapimwa na mkusanyiko wa tajiriba magumu anayoyapitia. Haina maana ujipeleke katika mazingira ya kujitesa. Haina maana wewe uwe ndio bingwa wa kutembea na viatu vyenye misumari. Haina maana kwamba wewe unastahili kuteseka sana katika haya maisha. Mafanikio ni kujitambua ulipo, kujiandaa unapotaka kwenda, kujiandaa unayetaka kuwa, na hatimaye kushirikiana na watu sahihi ili uweze kuyapata mafanikio katika maisha yako. Namaliza kwa kukufundisha watu wa aina 4 ambao katika maisha wanafanikiwa, na katika hawa watatu wanafanikiwa kidogo, ila huyu mmoja anafanikiwa zaidi. Mtu wa kwanza, huyu anaitwa endorsed person. Endorsed ni mtu anayeshinikizwa kufanya mambo, analazimishwa na wajomba, ndugu, ili aweze kufanya vitu. Huyu ana nafasi ndogo sana ya kufanikiwa. Mtu wa aina ya pili, huyu anaitwa trusted. Ni mtu ambaye anaaminiwa kwamba yeye ana uwezo wa kuyapata mafanikio katika eneo fulani. Lakini mtu wa tatu, huyu ni mtu ambaye yeye anaitwa running mate. Katika hawa watu wawili niliowataja, mtu huyu wa tatu ndio mtu ambaye ana sifa kamili za kupata kufanikiwa. Running mate. Running mate ni mtu ambaye yuko tayari kulipa gharama za mafunzo ya vitu ambavyo anavipitia, changamoto anazozisikilizia, ili aweze kuyapata mafanikio anayoyataka katika maisha yake. Alafu kuna mtu mmoja, huyu anaitwa stranger. Stranger ni mtu ambaye anaingia ovyo ovyo katika mambo. Anasikia kuna sehemu kunauzwa baskeli, anataka auze. Anasikia kuna sehemu kunauzwa viatu, anataka auze. Anasikia kuna sehemu kuna wachimba migodi wanatakiwa manyoka wa kuingia kwenye mashimo, anataka aingie. Anakuwa ni stranger. Stranger ni mtu ambaye ana kibali cha kuteseka kwenye maisha mpaka mwisho wa maisha yake. Siku zote hajui yeye anapaswa kuwa nani ili ayapate mafanikio, bali anavamia vitu vya kufanya. Kati ya stranger
na running mate, chagua kuwa running mate. Chagua kuwa mtu ambaye unakimbia, unatembea na unaenda na watu wanaostahili kufanikiwa, na upo na subra ya kujifunza kwa ukaribu sana namna gani ya kuwa mtu unayestahili kuyapata mafanikio. Leo nimekupa siri ambazo kama utazitumia vizuri utaingia katika kundi la 98% ya watu wenye kibali cha kufanikiwa katika dunia. Wale ambao wanateseka katika maisha ya 98%, humo wewe hautakuwepo. Utakuwa katika kundi la watu ambao ni 2% tu. Mafanikio si kufanya vitu wanavyovifanya watu wengi, bali mafanikio ni kuvifanya wanavyovikwepa watu wengi, kwa sababu vinahitaji maarifa kuvifanya. Asante sana kwa kunisikiliza. Narudisha mic kwako modulator. Hakika leo ni siku bora zaidi katika maisha. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kuwa ninapumua, ninafikiria, lakini pia nimepata nafasi ya kuweza kufundisha. Hakika hiki ni kitu kikubwa ambacho nilikitamani siku nyingi sana, na ilikuwa ndio ndoto yangu katika mafunzo niliyopita katika sehemu mbalimbali, kwenye seminars mbalimbali na katika matukio mbalimbali. Siku moja niweze kuwa sauti ya mafanikio kwa watu wengi katika dunia mpaka nitakapoyamaliza maisha yangu. Mungu akubariki sana katika kuwa katika session hii, na leo umepata mbinu, zitumie na hapo utakuwa ndio umenufaika katika kuingia kwenye somo hili. Asante.